hii ngoma wewe umeshirikishwa, si ndio Ndio, ndio. Tuambie nini ambacho unakumbuka kuhusiana na ngoma? Hii ngoma nilitumiwa, alinicheki kwanza Kingosha. Alikuwa anacheki TikTok kule kwa sababu nilikuwa nikifanya performance kibao, kwa hiyo akawa amenicheki. So aliponicheki mimi nikawa sijaangalia sana kwenye zile message. Kwa hiyo baadaye nikapitaga kupita ndo nikakuta kanicheki. So nikachukua ile namba nikamcheki. Nilipomcheki akanambia nataka tukafanye kazi, nikamwambia haina mbaya. Ndio akanitumia ile beat. Of course ile beat alikuwa asharekodi. Kwa hiyo alinitumia beat plain alafu na alipokuwa amerekodi. So akanambia nataka upite kwa idea fulani kama hii hapa. Nikamwambia haina shida, nikachora mistari ndio tukakutana studio 4. Kwa mara ya kwanza tunakutana naye, nilikuwa namuona ana rasta fulani hivi, so sielewi mtu aina gani. Si unajua tu ni rasta wanapochukulia tofauti. Kwa baadaye nikakuta ni mtu ambaye yuko social sana. Ana shida, so tukafanya kazi ndio nikatia mistari pale. Of course beat ilikuwa nzuri na ngoma ilikuwa nzuri na idea ilikuwa nzuri. So tulipofanya muziki kwa tulipokuwa na watu wengi sana. Alikuwa na idea ya kushoot hadi video. Kwa hiyo tumeshoot video, ngoma inapigwa sana. Na watu wanaipokea ndio. Na wewe ulikuwa unamchukuliaje? Wewe umezungumzia kuhusiana na mara kwanza wakati namuona na rasta nini. Wewe ulikuwa unamchukulia ni mtu aina gani? Wewe mtazamo wetu wa kawaida. Yaani kwa mtazamo wa kawaida kwa sababu TikTok nilikuwa nikimuona comment kwenye video zangu ambazo nilikuwa nikiposti. So nilipokuwa nikiona rasta nini nikasema ndo wale askari wa kaba. Lakini wakati baada ya kupiga naye story hivyo ukagundua nini? Niligundua ni mtu ambaye yuko social sana. Alafu yani ni vitu tofauti. Kwa hiyo ndio maana wanasema usijaji kitabu kwa nje. Kwa sababu yaliyomo ndani yanakuwa tofauti. Kwa hiyo nilipomkuta na nilivyokuwa namzania ni tofauti kwa sababu ni mtu ambaye sio mtu wa kupenda pombe, atumii bangi, atumii sigara. So nikajua kwamba sio kila mwenye rasta ana tabia zile. Of course. Naona sana. Mkaona mfanye na video pia mmalize. Yep. Ilikuwaje pia mpaka mkafikiria kufanya na video? Kuna wengine wanatoaga tu audio kwanza na push then wanakuja kumaliza video. Ilitoka audio, ilipotoka ile audio kwa sababu ni kipindi nilikuwa ananiambia kwamba tukashoot video. Nikamwambia ngoma inaenda kwa sababu ni ngoma yako ya kwanza ambayo ilikuwa na viewers sana kwenye audio alipopost. So akanishirikisha akamwambia tunaweza tukafanya video kwa sababu ulipokuwa ukitumia watu wanaiplay tu wao. Kwa akasema tunaweza tukafanya kitu, nikamwambia fresh inawezekana. Ndio baadaye akaniambia tuna set namna ya kwenda kushoot video na nini. Kwa na watu wamepokea vizuri sana, afu watu wanaipenda sana. Na ni ngoma yake anahisi yeye anayoipenda sana. Mimi mwenyewe pia naipenda, katika ngoma ambazo napenda ni hiyo. Kingosha, na wewe pia ni mmoja kati ya mtu ambaye unapenda sana ngoma kuliko ngoma zako zingine? Man, sana kwa sababu ni nyimbo ambayo inanimotivate. Yaani hii ngoma kila ninapoamka asubuhi napoenda kutafuta lazima ni play. Na nini kimezungumziwa? Ngoma yenyewe ni tunatembea, si ndio? Kimezungumziwa nini? Tunazungumzia namna jinsi mtu anapoanza hustle. Kupambana na maisha, anapotoka nyumbani kwenda kutafuta riziki yake, changamoto anazokutana nazo kabisa mpaka anakuja kuwa mtu ambaye the hero. Hii ni ngoma mpya kabisa ambayo tunaisikiliza hapa kwa mara ya kwanza kupitia BT Drive ya Dodoma FM Radio. Unaisikiliza kwa mara ya kwanza ndani ya BT Drive.